waliitwa katika utumishi wakiwa na umri mdogo kama wewe, walitokea kufanya vizuri. Tunamwona Josia aliitwa katika utumishi akiwa na miaka 8, lakini alifanya kazi nzuri ambayo ilikuwa hata zaidi ya wale waliomtumikia Mungu katika umri mkubwa. Lakini tunamwona Yeremia, Bwana anamwambia, kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nilikujua, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo Yeremia akajieleza akasema, tazama mimi ni mtoto mdogo. Bwana akamwambia, usiseme mimi ni mtoto mdogo, kwa kuwa utakwenda kila mahali nitakapokuambia nenda, na utasema kila neno nitakaloweka kinywani mwako. Kwa hiyo unaona kazi ya Mungu huifanyi kwa kuwa wewe una miaka mingi za kuishi duniani. Huifanyi kwa sababu wewe una elimu ya juu. Kazi ya Mungu unaifanya kwa kuwa Bwana amekuita na Bwana amekuridhia. Usijidharau kwa sababu ya umbo lako, usijidharau kwa sababu ya umri wako, usijidharau kwa sababu ya jinsia yako, bali katika umri huo, katika jinsia hiyo hiyo, Bwana alikuona akakujua, naye akakuchagua. Tumika kwa moyo. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko nani? Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akifanyeje? Yes. Madhabahu yoyote ina uwezo wa kuzungumza, inategemeana tutakuwa na nguvu kiasi gani. Bwana Yesu atusaidie. Alitoa mfano wake. Ukisoma Kutoka ile 12 mstari wa 29, Bwana anaitumia damu kama last card yake katika kufanya ukombozi wa kuwatoa wana kutoka Misri kwenda Kanaani. Bwana Yesu atusaidie sana. Anaitumia damu inamwagika pale. Damu ya Yesu Kristo haifanyi kazi ya kututakasa tu. Damu ya Yesu Kristo bado pia inao uwezo wa kututoa katika hali ya utumwa na kutupeleka katika hali ya uhuru na umiliki. Yesu Kristo anakufa. Biblia inasema, ukisoma Wafilipi 6:2 sura ya 2 6 hadi 10, hakuona kama kufanana na Mungu kwa chochote. Akaona haifai, akashuka ulimwenguni ili awe mwana kondoo wa kuchinjwa. Kwa damu yake tupate kurejeshewa kile ambacho tayari adui alikuwa amekiiba. Sasa unapoitazama damu ya Yesu Kristo, maana kuokoka ni jambo la kwanza, lakini kupata matokeo chanya kwenye wokovu wako ni jambo la pili. Unaweza ukaokoka ukamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukawa Mkristo kabisa safi, lakini bado ukawa ni mtu tena wa kumilikiwa vizuri tu, ukawa ni mtu ambaye hauwezi ukapokea haki zako. Unakuwa ni Mkristo lakini bado umekandamizwa na mila ambazo zimetengenezwa huko nyuma uzijui. Unakuwa ni Mkristo lakini kila ambacho unatamani kukifikia hauwezi ukakifikia, ila ni Mkristo. Wana wa Israeli walikuwa ni watu ambao wanamwamini Mungu, lakini bado walikuwa utumwani.